Wakati wenye Laurent Nkunda alianza vita Goma, Laurent Nkunda alikuwa general, alikuwa commandant region militaire Nord Kivu yote. Alikuwa na fonction, alikuwa na franga, alikuwa na honneur, alikuwa na kila kitu. Laurent Nkunda akakatala honneur, akakatala grade, akakatala fonction, akaenda mpori. Juu ya nini? Anasema communauté yake biko bana baua, hawezi kuitika vale grade ya general na kuwe na franga alors que communauté yake biko bana yu. La même chose wakati wa RCD Goma, wa communauté yote ya Wakongole watusi wenye walikuwa mgouvernement ile wakati waliambia Kabila, kama watu wetu wanaendelea kukufa, tunatoka mgouvernement yako. Hatuwezi kuwa mgouvernement tukule, tupate franga na nini, na wakati communauté zetu ziko zinauawa. Gouvernement Kongole, Kabila alifanya kila kitu yote kwa kuproteger wale watu. Makanika, la même chose. Makanika alikuwa mu FRDC, grade ya colonel full, na franga na fonction, kila kitu sawa. Yeye na wenzake wakatoka wakaenda kule kumilima kwabo, kwa sababu communauté ya Wanyamulenge wako wanauawa. Wakakatala pesa, wakakatala fonction, wakakatala ville na mavantage yote, wakaenda kule mpori kumilima kuproteger communauté yao. Leo matunda iko, communauté yao biko msécurité. Vous voulez que je continue des exemples? Ils sont très nombreux. Makenga, la même chose. Makenga alimu proposer ma grade et tout, ma fonction, alikatala kwenda. Anasema hawezi, alors que communauté yake iko na uwawa na ba FDLR. Sasa sisi kwetu Beni wako wanaua watu leo, binaingia mpaka na Lubero. Hatuna ba generaux mu FRDC, hatuna ba ministre, hatuna ba député, hatuna batu biko yulu, hatuna franga ya kujiorganize kweli. Au lieu de ça, tunaenda kutafuta protection kwa Tshisekedi. Tshisekedi mwenye munayua bien, plus de 200 personnes wanatoka kufa sur une période de 2 semaines, plus de 200. Bini wanenda mupori, des familles entières biko emporté mupori. Tshisekedi hata pole asemi, haji présenter, ha compatir. Anaenda kukilio ya mutu mwa mwenye anakufa Kinshasa, anaenda na jiafficher, ça devient officiel, ça devient une affaire d'État. Kou de 200 personnes plus wanakufa na wakwenda mupori habajulikane, il sautait. Haibaambie kitu. Alafu Tshisekedi au lieu ya kusema aangalie probleme yetu, proposition yake c'est quoi? A recruter ba mai baende bapigane na M23. Hapana ADF bapigane na M23. Juu M23 ndio iko na menacer pouvoir yake. ADF hai menacer pouvoir yake. ADF ina menacer vie, maisha ya population. M23 ina menacer pouvoir ya Tshisekedi. Sasa yeye anapenda mukasema mwenda kupiganisha M23 muko barafiki yake. Ndio penye anatafuta kufanya size, anakia kuorganize wazalendo na barecruiter, anasema atawaformer, kuwafundisha kupiga bunduki, baende wapambane na M23 ou bien armée ya AFC. Ndugu zangu, tu réfléchir. Nataka niwaambie hivi, ile M23 ou bien armée ya AFC niko mnaona pale, c'est une armée professionnelle. Wale wa vijana munataka kwenda kuwauisha bure. Vijana hawajifunze kijeshi, hawajui kupigana, kuwafundisha kupiga bunduki, haiko ndio kupigana vita. Wajeshi wanakuwa nyuma, wa vijana wa civili wanawapatia bunduki, waende kuaffronter une armée professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Munataka fanya nini? Wale wa vijana wetu wamekufa na wamekwenda kupori na ADF. Hatuyatosha na wengine waendelea kukufa. Hatutoshe. Tunapenda tusakrifie wengine. Muko mnafanya nini?
ile arme yenye ya AM23, arme ya AFC iko inapiga arme burundese, inapiga arme ya makoalition ya ba FDLR, FARDC inapiga banani ba Sud Africain, inapiga wale wote na ba mercenaires blancs, inabapiga na wazalendo na wapiga. Kisha twende tu recruter ba jeune moi ba étudiant ba taximen tuwapatie bunduki baende ba affronter na bali. Vraiment tuko tunafanya nini wa ndugu zangu? Tunataka tusakrifie wa jeune. Mina waza munajua très bien, et si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, hakuna siku gouvernement congolais au coalition ya boyote bashaka récupérer territoire de jitu na récupéraka. Quand on récupère les territoires, tunazichunga pour de bon. Na kama leo hatuyakamata Kanyabayonga, haiko aseme wazalendo wala nani ndio wanatuzuia. Hapana. Wala kama hatuyakamata Goma, hawatuzuie. Hatuyataka. Munajua bien Kanyabayonga ilikuwa wazi tu, tulifika ku porte ya Kanyabayonga na arme na wazalendo wote walikimbia. Terel bakia vile, me hatukuingia na hatuyaingiaka na hatuyatantaka kuingia Kanyabayonga. Alors watu wasiwadanganye ki wazalendo ndio wanaziwia kitu. Hapana, kule kote tunatoka, tulitokea Bunagana paka Masisi mpaka Makichanga kule paka Makale wapi kule tunatembea kote paka na Saki. Hakuko wazalendo kujia kule kote. Si wamekimbia. Yani wazalendo ni wa civil, haiko ndio wenye tutakamata espoir au wazalendo watenda kuafronte kupigana vita fasi ya nation. Inchi inachungiwa na arme. Kama arme nakatala kupigana leo, kuna sababu. Hatutasakrifia ba jeune ba civil, tubawishi tu. Tshisekedi kuna uwisha ba jeune bure. Bale wazalendo kuna bana uoa bure. Pour rien. Iko na wadanganya aseme wanapigania udongo wanapigania udongo itakwenda wapi? Nani amekwambia udongo itakwenda wapi? Kule kote kwenye tumekamata tayari kule kote udongo imekwenda wapi? Haiko vita ya udongo, iko vita politique, iko réclamation politique, c'est une guerre civile. Voilà le mot, c'est une guerre civile. Ma réclamation zetu ziko politique. Hakuna ya udongo, hakuna seme etini moja itakuwa yule nyingine au tutatemeana mate huku. Haiko. Tutagabula inchi, tutafanya kuko vitu moja bana create vitu kutakuwa empire, vitu gani? Vitu moja biko sabi bia bazimu. Bia bazimu venye mtu analala na lota na viraconter et batu wanafanya effort kubile. Et batu wanapata motivation. Voilà, tunakuya, tutaua wale banani, Wanyarwanda, Watusi, tutawaua. Hey. Vita ya ukabila haitatupeleka fasi. Vita ya ukabila haitatupeleka fasi. Na udongo haitaenda fasi. Tukue na akili. Waira, Wanande. Tukue na akili. Tshisekedi hajali na sisi, hajali na wakongomani wote. Tshisekedi anajali na pouvoir yake. Iko na projet abakie roi du Congo. C'est tout. Alors anataka sacrifier ba jeune. Vraiment tunataka faire l'erreur. Vraiment. Moi je donne le conseil que si je peux donner un conseil naweza kupatia shauri, kama tunakwenda watoto kufanya ile formation kwa nasema wataifanya, waifanye wakamate bunduki, waende kupiganisha ADF. ADF ndio adui wetu. ADF ndio adui wa Munande. ADF ndio adui wa watu wa Ituri. ADF ndio adui wa Kongomani. ADF tupiganishe ADF. ADF ndio iko anatua materitoire yetu. Tumekamata, tumesikia watu ngapi wamekufa, population civile wamekufa kweli. Si wako msekirite fasi kino wanatushangilia, wanatufurahia sana. Kwenye tunakamata hawezi kusikia lisasi inapiga. Hakuna mtu utatoka anakia kuua watu na sisi tuko pale. Si devoir yetu ya kwanza kama tunakamata fasi ni kuproteger population. Vous dire assurer que biko na sécurité ndio kitu ya kwanza tuna offrir ku population yenye biko sous notre administration.
Thank you, President Macron, President of the Republic, French Republic, and thank you, President Ghazouani, even if he's not around, and Mr. Barroso for inviting us to be here for this important meeting. Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, heads of state from Africa, honorable ministers, heads of international organizations, distinguished ladies and gentlemen. The COVID pandemic claimed millions of lives while exposing a new dimension of inequality between the developed and developing worlds. The virus did not leave any country unaffected, but timely access to vaccines and therapeutics was deeply uneven and unfair. In the urgency of the moment, Africa and its partners vowed to work together to build vaccine research and manufacturing capabilities for the long term. Once the pandemic passed, it would have been easy to forget this commitment and go back to business as usual. I therefore wish to commend France, the African Union, and the Gavi for convening this important meeting and actions flowing from that. The launch of the African Vaccine Manufacturing Accelerator will help ensure that vaccine production in Africa has a secure future. Last December, BioNTech inaugurated in Rwanda the first end-to-end mRNA production facility on our continent. The process which led to this result was initiated in 2021 by the African Union with Senegal, Ghana, and South Africa, as well as Rwanda, as the initial focal points. The head of BioNTech Africa and others working in that center impressively come from across Africa. In fact, the expert leading that center now is from Nigeria. So it brings Africa together in a very impressive way. Last month, CEPI announced $145 million in funding to support the commercial scale manufacturing at the BioNTech factory and develop robust pandemic preparedness capabilities, including research and development. There are other new initiatives that will also help our continent take full advantage of AVMA, notably the African Development Bank's African Pharmaceutical Technology Foundation, APTF, the African headquarters of the International Vaccine Institute, and the African Medicines Agency. These efforts show what is possible with strong partnerships that link governments, scientists, and innovative companies. Regulatory excellence is the key that unlocks vaccine sovereignty. Rwanda, therefore, committed to upgrading our national regulatory agency to maturity level 3 status as quickly as possible. I take this opportunity to thank the World Health Organization and our partners in the European Union, including France, who have supported us on this journey. The main purpose of these collaborations is not primarily to produce the vaccines that are currently in use in Africa. That is beneficial, but not really, it does not really move the needle
in terms of access and health outcomes. The more ambitious objective we should aim for is to create new vaccines and therapies that target Africa's disease burden using the latest technology platforms. Almost all new vaccine and drug discovery is taking place using these platforms, increasingly with artificial intelligence applications. These products should be invented, perfected, and produced in Africa in an affordable manner, working with our global partners. This goal should call us to action. Gavi's model has already saved millions of lives, but there is more work to do. Rwanda strongly supports Gavi's replenishment process, as well as full funding of AVMA, and we will do our part. We must also continue building our continent's health institutions, Africa CDC, and Africa Medicines Agency. That includes a responsibility for all of us in Africa to increase contributions from our domestic resources to fund public health. As a continent, recent global shocks have taught us many lessons. Perhaps the most important is to take ownership of our future and our health. That is the shared commitment which is advanced by today's gathering. I thank you for your kind attention.